Get the point. Take a step forward. When we read Revelation chapter 12 verse 1 and 2, basi tunaposoma kitabu ni Ufunuo 12 fungu ni la kwanza na la pili, and I want you to see this woman. Nami ningependa mtazame huyu mwanamke. And this woman has a crown of 12 stars on her head. Huyu mwanamke ana taji lenye nyota 12 katika kichwa chake. And her whole body is covered with the sunlight. Na mwili wake umejaa mwanga. And she is standing on the moon. Na simama katika mwezi. What does she represent? Basi huyu mwanamke anaashiria nini? We need to understand. Inabidi tupate kuelewa. In the Bible prophecy, katika unabii kwenye Biblia, woman represents the church. Mwanamke anaashiria kanisa. How do we know that? Basi tunajuaje hayo? We are told in Ephesians chapter 5, tunanenewa katika Efeso sura ni ya 5 verses 22 to 25. Fungu ni 22 hadi 25. Woman represents the church. Mwanamke yuashiria kanisa. Jesus represents the head of the church. Basi Kristo ndiye aliye kiongozi wa kanisa. Then the whole body is represented by that woman. Na huyu mwili mzima umeashiriwa na yule mwanamke. That's why Jesus is called as the husband of the church. Basi ndiposa Yesu yuaitwa mume wa kanisa. Church, kanisa, which means not the building but the believers. Basi si jengo bali ni waumini. Male as well as female. Wanawake pamoja na wanaume. Symbolically we represent the wife of the bridegroom, that is Christ. Basi katika sheria sisi tunasimamia mke wa bwana arusi ambaye ni Yesu. And I want you to notice that her whole body is covered with the sun. Basi ningependa mpate kugundua kwamba mwili wake umepata kujaa mwanga. What is the sun representing? Basi huu mwanga unaashiria nini? We need to understand in Revelation, book of Revelation, it is a symbolic language. Basi hiki kitabu cha Ufunuo kimepata kuandikwa kwenye mafumbo. And now scholars call this one as, basi wasomi wenye Biblia wanasema hivi, apocalyptic literature. Apocalyptic literature. Basi haya ni mafunzo ya apocalyptic. And now so the sun representing Christ. Basi mwanga unamwashiria Kristo. Because we are told in John chapter 8 verse 12. Maana tunanenewa katika Yohana sura ni 8 fungu ni 12. Jesus said he is the light of the whole world. Yesu alinena ya kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. But this woman is covered with the sunlight. Na huyu mwanamke basi amevikwa kwenye mwanga. Which means ina maana kuwa the church must be covered with the light of Jesus. Lazima kanisa lipate kufunikwa na mwanga wake Yesu. Na kanisa lenye mwanga wake Yesu, that should not be called as the church. Basi hazistahili kuitwa kanisa. Because it has no light of God's word. Maana halina mwanga ambalo ni neno lake Mungu. The purpose of the church is, basi kusudi la kanisa, to show to the world around, kuwaonyesha wa ulimwengu mzima, the light of Jesus, that is the truth of Jesus. Mwanga wa Yesu ambao ndio ukweli wa Yesu. So when we say church, we are not talking about the building, but we are talking about every believer, male as well as female. Tunaponena kanisa hatumzungumzii jengo, bali kila muumini, mwanamke pamoja na mwanamume. What is the purpose of each one of us as Christians? Basi kusudi la kila mmoja wetu kama Wakristo ni lipi? We have to show that light of Jesus, that means the truth of Jesus, in our day-to-day life each day. Lazima tuoneshe mwanga wa Yesu ama ukweli wake Yesu katika maisha yetu ya siku baada ya nyingine. I want to ask you, my brothers and sisters. Ninawauliza ndugu pamoja na dada. When people look at you and me, watu wanapokutazama wewe pamoja na mimi, do they see Jesus in us? Wanamwona Yesu ndani yetu? Do we have a life which can bring glory to Jesus? Tunaishi katika maisha ambayo yanaleta utukufu kwake Yesu? Do you follow the Bible, the word of God, the light of God? Wewe unafuata Biblia, neno lake Mungu na nuru yake Mungu? That's what it is. The woman is covered with the sunlight, which means the truth about Jesus Christ. Huyu mwanamke amevikwa na mwanga, ina maana kuwa ni ukweli wake Yesu Kristo. And she is standing, you notice, on the moon. Basi tazama, amesimama katika mwezi.
that standing on the moon representing basi anaposimama juu ya mwezi inaashiria hivi, the Old Testament scriptures. maandiko ya Agano la Kale. Because when we talk about the church in the New Testament, Tunaponenea kuhusu kanisa katika Agano Jipya, it came out of the Old Testament. basi kanisa hili lilichipuka kutoka katika Agano la Kale. All of us know moon has its own light. Sote tunajua mwezi hauna mwanga wake mwenyewe. Moon is receiving the light from the sun. Mwezi hupokea mwanga kutoka kwa jua. Likewise, in the Old Testament, Vile vile katika Agano la Kale we read about so much of sacrifices. tunasoma kafara kwa wingi. Each sacrifice, like when they offered a lamb as a sacrifice, Walipotoa mwana kondoo kama kafara, that lamb which sacrificed yule kafara ambaye ni mwana kondoo represented Jesus Christ, who is going to come and die on the cross of Calvary for each one of us. alimwashiria Yesu Kristo ambaye angekufa katika msalaba wa Calvary kwa ajili yetu sisi sote. That's why symbolically the woman is standing on the moon representing Basi katika ashiria ni kwamba mwanamke yusimama kwenye mwezi akiashiria the foundation of the church is the Old Testament. msingi wa kanisa ni Agano la Kale. So without the foundation or Pasipo msingi, without the pillars, pasipo na minara, building cannot stand. jengo haliwezi kustahimili. That's why church also needs to stand on the Old Testament scriptures. Basi kanisa linapaswa kuzingatia katika misingi ya Agano la Kale. But I want to also see what is that crown of 12 stars. Basi ningependa mtazame ya kwamba lile taji la nyota 12 linaashiria nini? Because she has a crown of 12 stars. Maana yeye na taji iliyo na nyota 12. What does the 12 stars represent? Basi nyota hizi 12 zinaashiria nini? This is the 12 apostles of Jesus Christ. Hawa ni wale wanafunzi 12 wake Yesu Kristo. We know one disciple who betrayed Christ and who sold Christ for 30 pieces of silver. Tunamjua mwanafunzi mmoja aliyemsaliti Kristo na kumuuza katika hela 30. That was Judas Iscariot. Huyu ni Yuda Iskarioti. And he sold Jesus Christ for money. Na alimuuza Yesu kusudi apokee hela. Let us learn that important spiritual lesson also. Hebu tujifunze neno hili la muhimu katika roho. Do you also betray Jesus Christ and betray the Seventh-day Adventist Church for some benefit, some money? Wewe unamsaliti Kristo na unasaliti kanisa kwa ajili ya hela ama faida yeyote ile. Judas Iscariot sold Jesus Christ. Yuda alipata kumuuza Yesu Kristo. My brothers and sisters, Ndugu pamoja na dada, we should not do anything hatustahili kufanya jambo lolote lile to bring bad name to the church and bad name to Jesus Christ. kuleta jina chafu katika Yesu na hata katika kanisa. And how much benefit or how much money we may receive from someone, Licha ya hela ambazo tutapokea ama faida ambayo tutapokea, don't do anything against the church and against Jesus Christ and against the Bible. usifanye chochote dhidi ya kanisa, dhidi ya Kristo na dhidi ya Biblia. What happened to Judas Iscariot? Kilichomtukia Yuda ni nini? And he hanged himself and died. Alipata kujitia kitanzi na kufa. Very, very painful and very tragic death for him. Kifo cha machungu na cha hasara kwake yeye. And when we go to heaven, Na tutakapofika mbinguni, at the entrance of the New Jerusalem city, katika lango ya mji wa Yerusalemi, every disciple name is written there. kila mwanafunzi jina lake limepata kuandikwa pale. But so sad that Judas Iscariot name will not be there. Lakini ni huzuni, manake jina Judas Iskarioti halipo pale. His name is not there and he will not be in heaven because he lost himself. Jina lake halipo na yeye hatakuwa mbinguni, manake tayari alijipoteza. And we have to learn that important spiritual lesson. Lazima tupate kujifunza funzo la muhimu katika roho. Though we are in the Seventh-day Adventist Church, Ingawaje sisi ni wa Sabato, though we are worshiping week after week, maana sisi tunaabudu juma hadi lingine. maybe you were attending so many week of prayer and revival meeting. Wewe unapatikana katika mikutano ya uisho pamoja na maombi. But now, if we are not going to be in heaven, Basi kama tutakosa kuwa pale mbinguni, then what is the benefit? basi faida ni ipi?
we are told if you win the whole world, basi tunaambiwa kwamba kama utapata ulimwengu mzima, lose your own life, lakini upate kupoteza maisha yako mwenyewe, there is no use of that. hamna sababu ya hayo. When people die, Watu wanapofariki, the whole world also, what happens to that person? What benefit is that for the person who died? basi pana faida ipi katika aliyeaga? So this 12th person who Judas Iscariot, his place was taken by a man by the name he was chosen. His name was Matthias. Basi nafasi yake Yudasi ilipata kuchaguliwa na mtu aliyechaguliwa ambaye anaitwa Matthias. So 12 stars representing 12 apostles. Basi nyota 12 zinaashiria wanafunzi 12 wake Yesu. And we are told, Na tunanenewa, when we go to heaven, tutakapofika mbinguni, each one of us will be given one crown called crown of life. basi kila mmoja atapokea taji ambayo inaitwa taji ya uzima. And we read that one in Revelation chapter 2 verse 10. Na tunasoma hayo katika Ufunuo sura ya 2 fungu ni la 10. But now in each crown, Na basi katika kila taji, we are going to have one star. basi tutakuwa kila mmoja na nyota moja. Suppose you brought somebody through your testimony or through your Bible study or through your message, somebody to Christ and salvation. Basi kama ulipata kuongoa roho kupitia kwa ushuhuda wako, kupitia kwa ujumbe wako, mtu mmoja ambaye ulimleta katika Kristo, Jesus will add one star in the crown. basi Yesu atapata kukuongezea nyota moja katika lile taji la uzima. Suppose you brought to Jesus through your Bible study, through your prayer and through your visitation, through your message, whatever way. Let us say you brought 100 people in your lifetime. Basi ikiwa uliwaleta watu kupitia kwa mafunzo ya Biblia, kupitia kwa maombi, kupitia kwa ujumbe, ama iwe katika hali yoyote ile, hebu tuseme hivi, umepata kuongoa roho 100. Then how many stars will be in your crown of life? Basi utakuwa na nyota ngapi katika taji lako la uzima? 100 stars. Basi wewe utapata kuwa na nyota 100. That's why, my brothers and sisters, we need to do something for Jesus in this world. Basi ndiposa ndugu pamoja na dada, inastahili tufanye jambo kwa ajili ya Yesu katika ulimwengu. Oh, you may say, oh, I do not know, I cannot preach like our pastor Jaj Murar, and I cannot preach like Professor Babu. Utasema ya kwamba mimi sina uwezo wa kuhubiri kama mchungaji wetu Pastor George Morara ama mchungaji wetu Sharath Babu. But if you just invite somebody to come to the meeting, or just whatever little you know, if you share it with others, that person, that person is saved one day, that will be a credit to you, and one star will be added in your crown, though you do not know how to preach. Basi ikiwa tu utapata kumwalika mtu na mtu huyo apate kuhudhuria, hata kama si wewe mwenye kuhubiri, basi hiyo nyota itakuwa ni yako, hata kama si wewe uliyesimama katika madhabahu kwa ajili ya kuhubiri. I want you to see this another picture. Basi ningependa mtazame picha nyingine. The red dragon with the 7 heads and 10 horns. Basi joka aliye na pembe 7 pamoja na vichwa 10. We read about this one in Revelation chapter 12 verse 3 and 4. Tunasoma haya katika Ufunuo 12 fungu ni la 3 na la 4. What is the dragon representing? Huyu nyoka yuasimamia nini? We have an answer in this same chapter. Basi tuko na jibu katika ile sura. Let us look at Revelation. I want each one of you to open your Bible and look at your language Bible, if you or English Bible, whichever Bible you can follow. Look at that one verses, okay? Basi ninaomba mpate kila moja afungue Biblia, hata iwe lugha yoyote ile, upate kutazama yale mafungu, ni sawa? Because this is the Bible study. Maana sasa tunajifunza Biblia. And now I want you to remember these things. Nami ningependa muweze kukumbuka haya maneno. What is the dragon represented in the Bible prophecy? Basi joka yuasimamia nini katika Biblia kwenye unabii? We read in Revelation chapter 12 verse 8 and 9. Tunasoma katika Ufunuo sura ni 12 fungu ni 8 hadi 9. These are the words of God, haya ni maneno ya Mungu. Not Sharath Babu's words, or not Sister Edna's words. Sio maneno ya mchungaji Sharath Babu ama dada Edna.
But these are the words of Jesus. Lakini haya ni maneno yake Yesu. That dragon which you saw Yule joka uliyemuona is Satan ni ibilisi or devil ama shetani or that old serpent. ama yule joka wa zamani. You remember in the Garden of Eden, Satan came in the form of old serpent. Basi kumbuka katika shamba la Edeni ibilisi alionekana akiwa sawa na nyoka mzee. And also we are told in Revelation chapter 12 verse 3, tunanenewa katika Ufunuo 12 fungu ni 3, that dragon is ready to eat the child, basi huyu joka yu tayari kumla mwana, which is going to be born to that woman which is standing on the moon with a crown of 12 stars. ambaye atazaliwa na yule mwanamke aliyesimama kwenye mwezi aliyevaa taji la nyota 12. And we are told in Revelation chapter 12 verse 4, na tunanenewa katika Ufunuo 12 fungu ni la 4, the tail of this dragon mkia wake yule joka brought down to this earth 1/3 of the heavenly stars. ulitoa theluthi ya nyota za mbinguni. And now heavenly star representing angels. Basi nyota zile za mbinguni zinaashiria malaika. We are told in Revelation chapter 1 verse 20, tunanenewa katika Ufunuo 1:20, John, these 7 stars which you saw in my hand Yohana, yale zile nyota 7 ulizoziona katika mikono yangu are 7 angels. ni malaika 7. So which means 1/3 of the stars representing 1/3 of the angels. Satan deceived them in heaven and brought them down to this earth. Theluji ya nyota inaashiria theluji ya malaika waliodanganywa na ibilisi na wakateremka pamoja naye hapa duniani. When Jesus was born 2000 years ago on this earth, Yesu alipozaliwa miaka 2000 iliyopita katika huu ulimwengu, Satan used that Herod the Great, the King Herod the Great, as his agent. Basi ibilisi akapata kumtumia Herode mfalme mkuu kama wakala wake. Satan tried to kill Jesus Christ, that baby boy Jesus Christ, by using this king, very bad and wicked king, Herod the Great in those days. Basi ibilisi alijaribu kumuua Kristo akimtumia huyu mfalme mwovu katika enzi zile. He tried his level best to kill Jesus Christ. Alijaribu awezavyo kusudi apate kumuua Yesu Kristo. And this wicked king Herod the Great, na huyu mfalme mwovu ambaye ni Herode mkuu, all of us know. sote tuwaelewa. We can read that in Matthew chapter 2. Tutasoma hayo katika Mathayo sura ni ya 2. He gave the command to kill all the boys who are below 2 years old. Alitoa agizo ya kwamba wana wote walio na miaka 2 kwenda chini wapate kuuawa. So many small boys below age 2, Kwa hivyo vijana wadogo walio na miaka 2 kwenda chini, they were killed without any mercy, without any kindness. Waliuawa pasipo huruma, pasipo udhalimu. Because that was the command of King Herod. Maana ilikuwa ni agizo lake mfalme Herodi. So Satan used Herod the Great, the king, as his agent. Basi ibilisi alipata kumtumia Herode mfalme kama wakala wake. I want to ask you, my brothers and sisters, that same question. Basi mimi nawauliza ndugu pamoja na dada swali lile. Is Satan is using you also sometime as his agent? Kuna wakati ambapo ibilisi anakutumia kama wakala wake To do some bad things against your own family? kufanya mambo kinyume na familia yako, Or to do some bad things against your own body? kufanya mambo kinyume na mwili wako mwenyewe. Something like drinking alcohol, taking drugs, smoking. These are all things which we are doing against our own body. Mambo ya kunywa pombe na kutumia miadarati na kuvuta sigara, hivi ni vitu ambavyo tunafanya dhidi ya mili yetu. But these are all the works of Satan. Na hii yote ni kazi yake ibilisi. Are you also being used by Satan as his agent to do bad things against God, against Jesus, against the church? Wewe unatumika na ibilisi kufanya vitu dhidi yake Mungu, dhidi yake Yesu na dhidi ya kanisa. And now I want you to see Jesus with the crown on the throne.
Ningependa mumtazame Yesu akiwa kwenye kiti cha enzi, akiwa amevishwa taji. We are told in Revelation chapter 12 verse 5, Tunanenewa katika Ufunuo 12 na fungu ni la 5. that boy who was born, Yule mwana aliyepata kuzaliwa, he was caught up to heaven, alinyakuliwa hata kwenda mbinguni, to his throne. katika kiti chake cha enzi. We know Satan had a small victory for just only 3 days. Tunajua Ibilisi alipata kuwa na wakati hata siku 3. Satan tried to kill him, they crucified and they killed him. Basi Ibilisi alijaribu kumuua, walipata kumsulubisha na hakika walimuua. But he came back to life on the 3rd day. Lakini alipata kufufuka siku ya 3. And he went back to heaven. Na alipata kurudi mbinguni. He's on the throne now in heaven. Yuko katika kiti cha enzi sasa hivi pale mbinguni. My brothers and sisters, Ndugu pamoja na dada, we have to learn that important spiritual life lesson. basi kuna funzo hapa la muhimu katika roho. If you are also victorious over sin and all the sinful deeds, Kama wewe utashinda dhambi na matendo yote maovu ya dhambi, oh, Jesus will come soon and take us to heaven. hakika Yesu atakuja hivi karibuni na apate kutupeleka mbinguni. But one thing I want to tell you, Lakini jambo moja ambalo mimi nawanenea, that is, you must have noticed in many houses of our Catholic friends, basi umepata kugundua katika nyumba nyingi za rafiki zetu Katoliki, and many of them have this picture in their house, the picture of a woman standing on the moon with the 12 stars as a crown, holding the baby boy Jesus. They're putting the picture of Mary, the mother of Jesus, in this style. basi unawaona katika nyumba zao wametundika picha ya mwanamke aliyesimama kwenye nyota, kwenye mwezi, na katika kichwa pana taji ya nyota 12 na amembeba mwana. Lakini huyo mwanamke wameweka picha yake Maria, mama yake Yesu. But this is not really talking about Mary and the mother of Jesus. Lakini hii picha haineni kuhusu Maria ambaye ni mama yake Yesu. If you stop only reading Revelation chapter 12 verse 1 to 5, Basi ikiwa utatamatika tu katika kusoma Ufunuo 12 fungu ni la 1 hadi 5, you can think and say, maybe this is only talking about Mary, the mother of Jesus, and the baby boy Jesus. pengine utasema ya kwamba hii pengine inanena kuhusu Yesu ama mwana wake Yesu na mtoto wake Yesu. That's what our friends, Catholic friends, will tell you. Basi rafiki wa Katoliki watasema hivyo. But I want to tell you, Lakini mimi nawanenea hivi. look at Revelation chapter 12 verse 6. Basi tazama Ufunuo 12 fungu ni la 1 ni la 6. Now, she is given time 1260 days Basi amepatiwa muda ambaye ni siku 1060 to be in the wilderness, to be in the forest. apate kuwa katika jangwa siku 1260. Did any time, according to the history, did Mary, the mother of Jesus, did she go to wilderness or that forest and did she stay there any time? Basi sawa sawa na Biblia, huyu Maria mama yake Yesu alipata kwenda kwenye msitu na kuishi pale? No, not at all. La hasha. She never went to the forest and she never stayed there. Yeye hakuingia pale kwenye msitu wala kuishi pale. Then what is this woman representing? Basi huyu mwanamke aashiria nini? This woman is representing the true church, Huyu mwanamke amesimamia kanisa la kweli which follows the 10 commandments and which follows the Bible. ambalo linatia amri 10 pamoja na Biblia. So this is not just only Mary, the mother of Jesus. Basi huyu mwanamke amsimamii Maria mamake Yesu, And we need to understand this one. na inapasa tupate kuelewa. Anyone who is following the 10 commandments, Yeyote ambaye anatii amri 10, anyone who is following the Bible, yeyote ambaye anaifuata Biblia. when we say Bible, it is now Old Testament as well as New Testament. Tunaponena kuhusu Biblia ni agano la kale pamoja na agano jipya. Oh, some people are misunderstanding. They're thinking Bible means only New Testament from Matthew to book of Revelation. Wengine wanakosa kuelewa, wanasema tunahitaji tu agano jipya, kitabu cha Mathayo hadi Ufunuo wa Yohana. But we must understand that Bible means from Genesis to Revelation, Old Testament as well as New Testament. Lakini yapasa tuelewe Biblia inajumuisha agano la kale
pamoja na Agano Jipya, ya kwamba kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo wa Yohana. I want you to see this woman is having 2 wings. Basi tazama, huyu mwanamke ana mabawa mawili. 2 wings like a bird, like an eagle. Mwanamke huyu ana mabawa mawili sawa na ndege, sawa na kanga. We know among the birds, eagle can fly very high. Basi tunajua baadhi ya ndege ambaye anapaa juu zaidi ni tai. Because eagle has 2 strong wings. Maana huyu tai ni mwenye mabawa mawili ambayo ni ya nguvu. What are those 2 wings representing? Basi haya mabawa mawili yanaashiria nini? Already we noticed, then we understood, woman is representing what? Basi mwanamke anasimamia nini? Now you have to tell me. Lazima mtajibu. This is not sermon, this is only class like us. Basi haya si mahubiri, bali haya ni mafunzo ya darasa. What does the woman represent in 12th chapter? Basi mwanamke anasimamia nini katika sura ni 12? Any sisters? Okay, thank you. Any sisters can tell that? Asanti sana, na dada mwingine pia tena ongeze. Woman is representing what? Mwanamke amesimamia nini? Come on sisters, you are here. Ndio kina dada mpo. What does the woman representing in the Bible prophecy, especially Revelation book? Basi katika kitabu cha Ufunuo mwanamke ameashiria nini? As it is already said, this is representing the true church. Basi namna alivyosema ndugu, hili ni kanisa la kweli. Then what is these 2 wings? Basi na haya mabawa mawili, what is the strength of the church? Basi nguvu za kanisa ziko wapi? What is our spiritual strength for every Christian? Basi nguvu za kila Mkristo katika roho ni zipi? That is Old Testament and New Testament. Basi hili ni Agano la Kale pamoja na Agano Jipya. Old Testament is like 1 wing. Basi Agano la Kale ni bawa moja. New Testament is like the 2nd wing. Na Agano Jipya ni lile bawa la pili. So 2 wings are represented, Old Testament and New Testament. Basi mabawa mawili tayari yamesimamia Agano la Kale na Agano Lipya. Can any bird fly with only 1 wing? Basi pana ndege aliye na bawa moja na apate kupaa? Is it possible? Jamani, yawezekana? No. La. It requires 2 wings. Basi ndege yuhitaji mabawa mawili. I know there are many churches, not our church but other churches. Mimi najua kuna makanisa mengi, si kanisa letu lakini makanisa mengine. They think, wanafikiri hivi, for Christians New Testament is enough. Basi katika Wakristo Agano Jipya la tosha. That's not right. Lakini hawako sawa. See, the woman has 2 wings to fly. Tazama mwanamke na mabawa mawili kusudi apate kupaa. So one day, basi siku moja, if you want to fly to heaven, kama ungependa upae hadi mbinguni, if you want to go to heaven, kama unataraji ufike mbinguni, you need the help of Old Testament and the New Testament. Unahitaji msaada wa Agano la Kale na Agano Jipya. That's why I want to tell you, my brothers and sisters. Ndiposa na wanenea ndugu pamoja na dada. I want you to read in Revelation chapter 12 verse 14. Mpate kusoma Ufunuo 12 na fungu ni 14. So this woman was given 2 wings like an eagle. Huyu mwanamke akapewa mabawa mawili sawa na tai. To fly into the wilderness, that is the forest. Apate kupaa hadi nyikani. Where she can stay 1260 days. Mara ambapo angepata kuishi siku 1260. Again I want to ask this question. Did any time Mary get wings and fly? Mary, did she fly any time on this earth? Nami nauliza, Maria mamake Yesu alipata kupaa katika ulimwengu huu akiwa na mabawa? Not at all. Haiwezekani. That's why if our Catholic friends say, oh, this is Revelation 12, that woman with the 12 stars as a crown and standing on the moon and she's covered with the light is only representing Mary, the mother of Jesus. It's not right. It's not true. Basi hawa Wakatoliki wenzetu waseme ya kwamba yule mwanamke aliyesimama kwenye mwezi, aliyevalishwa taji, ambaye ana nyota 12 yuamwashiria Maria mama yake Yesu, si sawa na tena si kweli. Then you ask your friend and say, then how do you explain Revelation chapter 12 verse 14? The woman is given 2 wings to fly. Basi unamuuliza
rafiki, utafafanuaje Ufunuo 12 fungu ni 14 ya kwamba mwanamke amepatiwa mabawa mawili kusudi apate kupaa? Ask them, did any time Mary on this earth receive the wings like a bird, and did she fly from place to place? Na Maria alipokuwa katika uso wa ulimwengu, jamani, alipokea mabawa mawili apate kurukaruka hapa na pale akiyatumia? No, she never did fly. Yeye hakupata kurukaruka. She never went to wilderness, that forest. Yeye hakwenda nyikani wala msituni. That's why we the Seventh-day Adventists say, ndipo sisi kama Wasabato tuwasema hivi, this woman in the 12th chapter of Revelation, book of Revelation, huyu mwanamke aliye katika kitabu cha Ufunuo sura ni 12, representing the true church which follows the 10 commandments and the Bible. Basi huyu anaashiria kanisa la kweli ambalo linafuata amri 10 pamoja na mafunzo ya Biblia. I want you to notice this serpent, that snake, which is opened the mouth, and see how so much of water is coming like a flood from the mouth of that dragon. Basi nataka mtazame huyu joka ambaye amefunua kinywa chake na chemichemi ya maji yatoka kutoka kwa huyu joka. All of us know what is that snake or the serpent representing. Basi huyu joka yuashiria nini? This is what another word we call dragon. Basi huyu mwingine pia tunamuita mnyama. Dragon represents Satan. We already saw that verse in Revelation 12 verse 8 and 9. Basi huyu anamwashiria ibilisi, manake tulishasoma katika Ufunuo 12 fungu ni 9. Then what is that water coming out of the mouth of that serpent representing? Basi mbona huyu joka apate kuvujwa na chemichemi ya maji? Because that water is representing in the Bible. Basi manake katika Biblia maji yanasimamia. We read in Revelation chapter 17 verse 15, chapter 17 verse 15. Tunasoma Ufunuo 17 fungu ni 15. Jesus told John, Yesu akanenea Yohana, John, the water which you saw, Yohana, yale maji uliyoyaona, representing many people, ya anashiria watu kwa wingi, different languages, kabila tofauti. not only people from Kisii, si watu katika mji wa Kisii, people from Canada, si watu katika mji wa Canada pekee, or people from California, ama watu katika mji wa California, or people from Kansas, ama watu kutoka Kinshasa. So all kinds of people, basi baadhi, kila mtu, represented as the water, wameashiriwa katika yale maji. But what was the purpose? What was the purpose for which the water, like serpent, is now leaving the water from the mouth like a flood? Basi mbona huyu joka apate kutoka na maji kutoka kinywani chake sawa na chemichemi? Thank God you are here in Kisii. You don't have any danger from the flood. Basi tumshukuru Mungu, manake sisi hapa katika mji wa Kisii hatuna hatari ya mafuriko. There are many places where there is so much flood. Basi pana nchi nyingi ama sehemu nyingi ambazo zimejawa mafuriko. When suddenly flood comes, mara tu mafuriko yanapotokea, and people die, na watu wanapoteza maisha, all of that house and what all they have will be just washed away in the flood waters. Basi nyumba pamoja na kile ambacho wanamiliki kinachukuliwa na maji. So Satan, in the form of symbolically in the form of serpent, basi ibilisi akiwa ameashiriwa na yule joka, left that water like a flood. Basi alikuwa na yale maji sawa ambayo yanatoka kwenye kinywa. To kill whom? Kumuua nani? God's people. Kuua wana wa Mungu. Faithful people of God. Watu waaminifu wake Mungu. People who are following the 10 commandments. Ambao wanafuata amri 10. People who are following the Bible. Watu ambao wanafuata Biblia. That's what is Satan's plan. Basi huo ndio mpango wake ibilisi. But I want you to read Revelation chapter 12 verse 16. Lakini ningependa msome Ufunuo 12 fungu ni 16. It says the earth opened its mouth and swallowed all of that flood water. Basi inasema nchi ikafungua kinywa chake na kikapata kumeza yale maji pamoja na chemichemi. What is that earth representing? Basi nchi inaashiria nini? Earth is representing nchi inaashiria very less populated area. Basi sehemu ambazo zina watu wachache.
For example, Alp Mountains. Basi tuseme katika mifano milima ya Alkayo. Between 12th century to 16th century AD. Basi kati ya mwaka 16 na 17 baada ya kuzaliwa kwake Yesu. A tribe of people called Waldenses. Kuna kabila la watu ambao tunawaita Waldensi. Those people also followed the Bible. Hawa watu pia walifuata Biblia. They also kept the Sabbath like us. Nao walipata kutunza sabato sawa na sisi. Oh, Satan wanted to somehow completely destroy them so that nobody will know what is Sabbath. Basi Ibilisi akawa na mpango wa kuangamiza ili mtu asipate kujua sabato. At that time, they sent 20,000 army to kill all of those Waldenses who are following the Bible and who are following the Sabbath. Wakatuma majeshi 20,000 wapate kuwa Waldensi wote ambao wanafuata Biblia na kutunza sabato. But when they went into the mountains, lakini walipopaa kwenye milima, they had so much fear, these 20,000 soldiers. Basi hawa askari 20,000 wakawa ni wenye hofu. And early morning, these Waldenses were singing songs and playing the drum and praising God every morning in the morning worship. Na wakirauka hawa Waldensi wakawa ni wenye kuimba, kupiga ngoma na kumuinua Mungu katika sifa na ibada. And when this army, 20,000 of them coming to kill all of them, basi hili jeshi la wanaume 20,000 wanapokuja kwa ajili ya kuwaua, they heard the drum sound. Basi wakasikia mpigo wa ngoma. And they got so much fear. Na basi wakawa wamejawa na hofu. God only put the fear in their heart. Ni Mungu mwenye kuweka hofu ndani ya mioyo yao. They started running down the mountain. Basi wakaanza kukimbia wakiteremka milima. If you're running on the mountain down, basi ikiwa unakimbia ukishuka mlima, what will happen? Ni nini kitakachotukia? Most of them slipped and fell down. Wengi wao walipata kuteguka na kuanguka. And they rolled down from the mountain and they died. Na wakabingiria kwenye mlima na wakapata kufa. And only few people remained and they also ran away. Na ni wachache waliosalia na wao waliponyoka. So that's why it says, we notice Revelation 12 chapter verse 16, the earth opened the mouth and swallowed the flood water. Tunagundua ya kwamba katika Ufunuo 12:16 ya kwamba nchi ikafunua kinywa chake na ikaumeza ile mto wa maji. This papal army came to kill 20,000 of them, these faithful people reading the Bible and following the Sabbath. Basi hawa majeshi walikuja kwa ajili ya kuwa waaminifu waliokuwa wanasoma Biblia, wa majeshi 20,000. But they could not go to the top of the mountain, they died. Lakini hawangeweza kupanda mlima maana walipoteza maisha. That's why this earth opens the mouth and swallowed the flood is representing those people, faithful people. God protected them in the mountains, in the forests where they were hiding. Basi nchi inapofungua kinywa na kumeza mto wa maji, ni kwamba ni Mungu mwenye kukinga watu ambao ni waaminifu na hakuna mmoja aliyepoteza maisha. This earth opened the mouth and swallowed the flood also can represent the land of USA. Basi hii nchi ambayo inafungua kinywa na kumeza maji inaashiria taifa la Marekani. In the early days, basi katika siku za mwanzo, people who were persecuted in England, waliosalitiwa katika nchi ya Uingereza, and because they were reading the Bible, most of them are even observing the Sabbath like us. Maana ni wasomi wa Biblia na kutunza sabato sawa na sisi. These people were called Puritans. Basi hawa watu wanaitwa Puritans. And so because of the persecution, they left London, they left many places in England, and they went to this place, empty place. Nobody was living at that time, what we call today USA. Basi hawa watu maana wanasalitiwa, walipata kuacha vitu vyao na kila kitu na wakaenda katika nchi ambayo ni kavu, ambayo inaitwa Marekani. So that earth opened the mouth and swallowed the flood, representing also USA. Basi hii nchi inapofungua kinywa na kumeza mto wa maji inaashiria taifa la Marekani. I want you to see this dragon and
Moses holding the 10 commandments. Napenda mumtazame yule nyoka na Musa akiwa amebeba amri 10. God wrote 10 commandments, gave to Moses on the 2 tables of stone. Mungu ndiye mwenye kuandika amri 10 na kumpokeleza Musa katika mabango mawili ya mawe. The dragon means Satan is very, very angry with God and the 10 commandments. Basi huyu ibilisi ni mwenye hamaki kwake Mungu pamoja na amri 10. And Satan is also angry with the people who are keeping the 10 commandments, following the 10 commandments. Naye ni mwenye hamaki katika watu ambao wanatunza amri 10, wakifuata amri 10. We read this one in Revelation 12, the last was the 17th verse. Basi haya tunasoma Ufunuo 12 na ni fungu ni 17. The dragon is so angry, dragon means Satan is so angry. Na yule joka amejawa na hamaki With the remnant of her seed. na masalio ya mbegu yake. Who are the remnant? Na waliosalia ni wagani? My brothers and sisters, who are the remnant? You tell me now. Basi ndugu na dada, wasaliao ama waliosalia ni kina nani? Anyone? Yeyote. Who are the remnant? What is the another word we use for our church other than Seventh-day Adventist Church? What do we use another word? Basi neno lingine la kanisa letu ni lipi? Yes, we say we are the remnant church. Basi sisi tunasema sisi ni kanisa la masalio. What is the remnant church? Basi kanisa la masalio ni lipi? Notice the last verse in Revelation 12, the last verse 17. Basi gundua katika fungu la mwisho ambalo ni Ufunuo 12 fungu ni 17. Satan is angry with the remnant. Basi joka wamekasirikia wale waliosalia. Why? Mbona? Because they keep the 10 commandments, they keep the commandments of God. Maana wao wanazishika amri zake Mungu. How many commandments God gave to human beings? Basi Mungu alitoa amri ngapi katika binadamu? Only 10. Ni 10 peke yake. So these people are keeping the 10 commandments. That's why Satan is angry. Basi ndipo hawa wanapohifadhi amri 10, ibilisi ni mwenye hamaki. And also they have the testimony of Jesus. Na vile vile wana ushuhuda wake Yesu. What is the testimony of Jesus representing? Na ushuhuda wake Yesu washiria nini? Revelation chapter 19 verse 10 says, Ufunuo 19 fungu ni 10 lanena hivi. the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Basi ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. This is what commonly we call the writings of Ellen White. Haya ndio tunayosema maandiko yake Elena White. 2 identifying marks of the true church. Basi kuna vitu viwili ambavyo vinalenga kanisa la kweli. Any church which says we are the true church Basi kanisa lolote ambalo linaitikia kwamba lilo ni kanisa la kweli should have these 2 important marks. basi lazima lipate kuwa na alama hizi mbili za They should muhimu. have these 2 identifying aspects. Basi lazima lipate kuwa na hivi vitambulisho viwili kwao. What are those? Basi vitambulisho hivi ni The vipi? church should keep the 10 commandments. Kanisa lazima liweze kutunza amri 10. What is the second quality? Na kipengee cha pili, They must have the spirit of prophecy. inabidi wawe na roho ya unabii. Any church which has these 2 elements, Basi kanisa lolote lililo na hivi vipengee viwili, that is the true church. hili ni kanisa la kweli. That is God's church. Hili ni kanisa la Mungu. That's what we call we are Seventh-day Adventist Church. Ndipo sisi tunasema sisi ni kanisa la Sabato. But lastly, my brothers and sisters, Na mwisho kabisa, ndugu na dada, since you are keeping the 10 commandments, maana wewe unatunza amri 10, since you are observing the Sabbath, maana wewe unatunza Sabato, is Satan also angry with you and with your family? basi ibilisi ni mwenye hamaki kwako wewe na familia. Satan is also bringing so much of problems and suffering in your life, in your family. Ni mwenye kuleta shida na matatizo kwako wewe na familia. Yes, Satan is angry with those people who keep the 10 commandments. Kweli ibilisi ni mwenye hamaki kwa wanaotunza amri 10. But don't be frightened. Lakini usiwe mwenye kuhofu. Jesus is with us. Yesu yu pamoja na sisi. And Satan may try his level best. Na ibilisi hatajaribu awezavyo. But Jesus will help you. Lakini Yesu atakusaidia. I want to conclude with what happened to me. Namaliza kwa ushuhuda. And 52 years ago, Miaka 52 iliyopita,
when I lost my eyesight. Nilipopoteza uwezo wangu wa kuona. Up to age 10, I had eyesight like all of you. Nikifika miaka 10 nilikuwa na macho sawa na ninyi nyote. But suddenly I had some infection in the eye, very, very rare infection. Basi nikawa na madhara katika macho yangu, ugonjwa ambao kweli haujulikani. Because of that infection in the eye, basi manake palikuwa na chepuchepu kwenye macho. The main nerve called optic nerve in the eye, basi ule mshipa ambao unanisaidia kuona kwenye macho, which is connected between eye and the brain, ambao umeunganisha macho pamoja na ubongo, that was damaged. basi huu ulipata kuharibika. I lost my eyesight just within 3-4 days, that's all. Basi nikapoteza uwezo wa kuona kati ya siku 3 na 4 hivi. Now I cannot differentiate light or darkness. Basi mimi siwezi kubagua mwanga pamoja na giza. But when my father took me to the big medical college hospital, Christian medical college hospital in India, na babangu aliponipeleka katika hospitali kubwa ya misheni pale India, they did all the tests. Basi walifanya kila uchunguzi. And they told my father. Na wakamnenea babangu. My father was a village pastor, Seventh-day Adventist pastor. Babangu ni mchungaji kwenye kijiji pale na ni mchungaji wa Sabato. They said this type of infection comes only for children below 15 years old. Wakasema madhara sawa na haya na kujia watoto walio miaka 15 kwenda chini. When that infection comes, lakini madhara haya yanapokuja, in 2 or 3 days, katika siku 2 au 3, that boy or girl will die natural death. Huyu kijana ama binti atakufa kifo cha kawaida. How your son is still alive after getting this infection? 2 weeks after getting this infection, still he is alive. Iweje huyu mwana wako bado yu hai majuma 2 baada ya kupokea madhara bado yu hai? We cannot give any medical explanation how this boy is still alive 2 weeks after getting this very dangerous infection. Basi hatuwezi kutoa sababu mbona ikawa huyu kijana bado yu hai baada ya kupata haya madhara ambayo ni hatari. And they said in the history of this hospital and the history of this medical college, nobody came alive. Basi wakasema katika historia ya chuo hiki na historia ya nakala za utibabu, hamna aliyesalia akiwa hai. Nobody came for treatment because as soon as they got this infection, within 2-3 days they died. Nobody came for treatment to this medical college hospital. Hamna ambaye anakuja kwa ajili ya matibabu, manake pindi tu wanapopokea haya madhara wao wanakufa. Hamna ambaye anakuja pale kwa sababu ya tiba. How this boy is alive, we don't know. Iweje kijana yu hai, hatujui. He may die any time. Basi wende kawa wamefanya hivyo. Satan wanted to kill me that time itself. Ibilisi alikuwa na kusudi la kuniua wakati ule ule. But I want to tell you, my brothers and sisters, lakini na wanenea ndugu pamoja na dada, 52 years after that event, basi miaka 52 baada ya hilo tukio, when all of those leading medical doctors, eye specialist doctors told, we don't know how long he will live because with this infection nobody can live. Na hawa daktari tajika na daktari wa macho ambao walisema hatujui utaishi muda upi manake ya haya madhara. I'm still in front of you to give a testimony. Mimi bado ni hai kwa ajili ya kutoa ushuhuda. As Satan will try level best to destroy you or to kill you. Ndio ibilisi amejaribu awezavyo apate kukuangamiza ama kukuua. But who is with us? Lakini ni nani aliye pamoja na sisi? Jesus is with us. Yesu yu pamoja nasi. Jesus is more stronger than the devil. Yesu ana nguvu zaidi zake ibilisi. We are told in 1 John chapter 4 verse 4. Yohana 1:4. The one who is in you is more powerful than the one who is in the world. Aliye ndani yetu ni mwenye nguvu zaidi walio katika ulimwengu. Who is in our lives? Ni nani aliye katika maisha yetu? That is Jesus. Huyu ni Yesu. He is more powerful than the devil who is in the world. Ni mwenye nguvu zaidi ya ibilisi aliye kwenye ulimwengu. That's why whatever the trouble Satan may bring to you or your family because you are following the 10 commandments and the Sabbath. Haijalishi shida yako na familia kwa sababu nyinyi mnatunza amri 10 pamoja na Sabato. Don't be frightened. Basi usiwe mwenye kuhofu. Jesus will help you. Yesu ni mwenye kukusaidia. Jesus will keep you safe. Yesu atakukinga, utakuwa shwari. Continue to keep the Sabbath. Endelea kuitunza Sabato. Continue to keep and observe all the 10 commandments. Endelea kutunza na kutii amri zote 10. Follow the Bible. Hebu fuata Biblia.
then you are the true church. basi wewe ni kanisa la kweli. Jesus is coming sooner than what we are expecting. Basi Yesu yuaja hivi karibuni pasi na matarajio yetu. Only those true followers of Bible and followers of the 10 Commandments, only Jesus will take them to heaven. Atachukua tu walio waaminifu katika kufuata Biblia na amri 10. If you believe that, basi kama unaamini hayo, join with me. Hebu jiunge pamoja na mimi. I will pray and conclude this Bible study this afternoon. Nitaomba kwa ajili ya kutamatisha mafunzo ya Biblia jioni ya leo. But if there is somebody who is not yet baptized, na kama kuna yule ambaye bado hajapokea ubatizo, make a decision. Hebu fanya uamuzi To follow Jesus. upate kumfuata Yesu. To follow the 10 Commandments. Ufuate amri 10. To follow the Bible. Kufuata Biblia. So that you can be baptized this coming Sabbath. Ili upokee ubatizo sabato ijayo. If that is your decision, basi kama huo ndio uamuzi wako, tell Jesus your decision. Hebu mwambie Yesu uamuzi wako. Jesus is coming soon. Yesu yuaje hivi karibuni. And you can tell the pastor and the elders also about your decision to take baptism. Basi utanenea wachungaji pamoja na wazee wa kanisa kuhusu uamuzi wako wa kupokea ubatizo. Let's pray. Na tuombe. Loving Father, we want to thank you once again for your son Jesus. Baba mpendwa, tunakushukuru mara nyingine kwa ajili ya mwana wako Yesu. Thank you for helping us to understand Revelation chapter 12. Asante manake umetusaidia tumepata kuelewa Ufunuo 12. This is talking about the true church. ambalo linanenea kuhusu kanisa la kweli. Thank you for calling us into this true church, the remnant church, the Seventh-day Adventist church. Asante kwa kutuita katika kanisa la ukweli, kanisa la masalio, kanisa la Sabato. Help us to follow the Bible and the 10 Commandments in these last days also. Tusaidie tufuate Biblia pamoja na amri 10 katika hizi siku za mwisho pia. Satan may bring so much of suffering and sickness and possibly to kill us. Ibilisi ameleta mateso na ameleta magonjwa na hata huende kawa na njama za kutuua sisi. But you are more powerful than Satan. Lakini wewe ni mwenye nguvu zaidi ya ibilisi. You will keep us healthy and happy for your glory. Utatuhifadhi tupate kuwa wenye afya na wenye raha kwa ajili ya utukufu wako. Take care of each one of us. Hebu tutunze kila mmoja wetu. Send us with your blessing today. Na ututume na mibaraka yako siku ya leo. Bless each person abundantly who came for the Bible study this afternoon. Bariki kila mmoja teletele ambaye alikuja kwa ajili ya mafunzo jioni ya leo. Bring more people tomorrow so that they can also learn from the prophecies of book of Revelation. Leta watu wengi zaidi kesho ili wapate kujifunza unabii kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Bring us back again evening. Turejeshe tena jioni So that we can all learn how Christ can care for us in the time of crisis. ili tujifunze namna ambavyo Kristo atatutunza nyakati za migogoro. Thank you, Jesus, for this opportunity. Asante Yesu kwa maana ya hii fursa. Send us with your peace and blessing. Tutume na mibaraka pamoja na amani yako. Because I pray in Jesus' loving name. Maana mimi nimeomba katika jina la Yesu lenye upendo. Amen. Amen. Get the point. Take a step forward.